kwanza kwa majina kanisa nalielewa, niko mtoto wa nyumba. Lakini nitazungumza tu. Inawezekana unaweza ukapewa jina tena unaweza ukasahau. Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Esther Bilobi. Mimi ni mama evangeliste, ili ya mchungaji Jean-Pierre. Bwana Yesu asifiwe. Basi hatutakaa kwa sababu yote tumekwishaombewa. Taingia tumoja kwa moja kwa nini. Basi somo letu la leo tutaangalia kwa kitabu cha Samueli wa kwanza, masoka awe tayari. Samueli wa kwanza 25 kuanza mstari wa 2. Yaani tutasoma kwanza kirefu jameni, lakini tusiogope. Tutakamata machache, lakini kwa kuelewa historia lazima tuisome kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome tuangalie pale masoka karibu. Samueli wa kwanza 25 kuanza mstari wa 2 mpaka 14. Soma kwanza yote. Tusome kwa jina la Yesu. Na huko Maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Karmeli, naye yule mtu alikuwa mkuu sana, mwenye kondoo 3,000 na mbuzi 1,000. Naye alikuwa akiwakata manyoya kondoo zake huko Karmeli. Na jina la mtu huyo aliitwa Nabali, na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, nzuri wa uso, bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena mwovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mbari ya Kalebu. Basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa Nabali alikuwa katika kuwakata manyoya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Daudi naye akawaambia hao vijana, kweheni mwende Karmeli na kumwendea huyu Nabali ili mnisalimie, na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyu aishie salama. Amani na iwe kwako, na amani nyumbani mwako, na amani kwao wote ulio nao. Nami sasa nimesikia ya kuwa una watu wanaokata manyoya kondoo zako. Haya, wachungaji wako wamekuwa pamoja nasi, wala hatukuwadhuru, wala hawakukosa kitu wakati wote walipokuwako huko Karmeli. Waulize vijana wako, nao watakuambia basi, na wakubaliwe vijana hawa machoni pako. Maana tumekujia katika siku ya heri, uwape na kusihi. Chochote kitakachokujia mkononi, uwape watumwa wako na mwanao Daudi. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali sawasawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema, huyu Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumwa wengi wanaomtoroka kila mtu bwana wake. Basi mimi je, nitwae mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu niliyowachinjia hao watu wangu wakatao manyoya kondoo zangu, na kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Basi vijana wake Daudi wakageuka wakaenda zao, wakarudi nao wakaja wakamwambia sawasawa na maneno hayo yote. Kisha Daudi akawaambia watu wake, aya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake. Daudi naye akajifunga mpanga wake, nao wakapanda nyuma yake Daudi. Wakapata kama watu 400.
na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Lakini kijana mmojawapo alimpasha habari Abigaili, mke wa Nabali, akasema, tazama, Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimia bwana wetu, naye akawatukana. Walakini watu hawa walitutendea mema sana, wala hatukupata dhara, wala sisi hatukupotewa na kitu chochote, wakati wote tulipofuatana nao tulipokuwako mavueni. Watu hao walikuwa boma kwetu usiku na mchana, wakati wote tulipokuwa nao tukiwachunga kondoo. Basi sasa ujue na kufikiri utakayoyatenda, kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote, kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hata mtu hawezi kusema naye. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatwaa mikate 200 na viriba 2 vya divai na kondoo 5 waliofanyizwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishada 4 vya zabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda, akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu, angalieni mimi na wafuata. Ila hakuambia mumewe Nabali. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kutelemka penye sitara ya mlima, tazama, Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika ni bure nilivyokuwa nikilinda nyikani yote aliyo nayo mtu huyu, asipotewe na kitu chochote cha mali yake yote, naye amenilipa mabaya badala ya mema. Mungu awafanyie hivyo adui za Daudi, na kuzidi, nikimwachia katika wote wake hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. Ndipo hapo Abigaili alipomwona Daudi, alifanya haraka kushuka juu ya punda wake, akamwangukia Daudi kifulifuli, akainama mpaka nchi. Akamwangukia miguuni pake, akasema, juu yangu bwana wangu, juu yangu mimi na uwe uovu. Tafadhali mjakazi wako na anene masikioni mwako, nawe uyasikilize maneno ya mjakazi wako. Na kusihi bwana wangu, wewe usimwambie mtu huyu asiyefaa ihali Nabali, kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Jina lake ndilo Nabali, na upumbavu anao, lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa bwana wangu waliowatuma. Basi sasa Bwana aishivyo, Basi sasa Bwana wangu aishivyo, Bwana na aishivyo nafsi yako, kwa kuwa Bwana amekuzuia usimwage damu tena, usijilipize kisasi mkono wako mwenyewe. Basi sasa adui zako na hao wamtakiao bwana wangu mabaya wawe kama Nabali. Na sasa zawadi hii mjakazi wako aliyomletea bwana wangu, na wapewe vijana wamfuatao bwana wangu. Na kuomba unisamehe kosa lake mjakazi wako, kwa kuwa hakika Bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara, kwa sababu bwana wangu anavipiga vita vya Bwana, tena uovu hautaonekana ndani yako siku zako zote. Na hata ijapokuwa binadamu angeinuka akuwinde na kuitafuta nafsi yako, hiyo nafsi ya bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na Bwana Mungu wako. Na nafsi za adui zako ndizo atakazozitupa nje kama kutoka kati ya teo, tena
itakuwa hapo Bwana atakapokuwa ametenda Bwana wangu sawasawa na mema yote aliyonena juu yako na kukutawaza juu ya Israeli. 31. Hili halitakuwa kwazo wala chukizo la moyoni kwa Bwana wangu, ama ya kuwa umemwaga damu bure, ama ya kuwa Bwana wangu amejilipiza kisasi mwenyewe. Tena hapo Bwana atakapokuwa amemtendea Bwana wangu mema, ndipo umkumbuke mjakazi wako. Naye Daudi akamwambia Abigaili, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, ambaye amekuleta hivi leo kunilaki. Na ibarikiwe busara yako, na ubarikiwe wewe uliyenizuia hivi leo nisimwage damu, wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa kuwa ni kweli aishivyo Bwana Mungu wa Israeli, aliyenizuia nisikudhuru, kwamba ungefanya haraka kuja kunilaki. Hakika huyu Nabali asingeliachiwa hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. Basi Daudi akapokea mkononi mwake vitu vile alivyomletea, akamwambia, haya, kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako. Tazama, nimesikiliza sauti yako, nami nimeukubali uso wako. Kisha Abigaili alimjia Nabali, na tazama, alikuwa amefanya karamu nyumbani mwake kama karamu ya kifalme, na moyo wake huyo Nabali ukafurahiwa ndani yake, kwa maana ameelewa kabisa. Kwa sababu hiyo hakumwambia neno dogo wala kubwa hata kulipopambazuka. 37. Ikawa asubuhi divai ilipokuwa imemtoka Nabali, mkewe alimwambia mambo hayo, na moyo wake ukafa ndani yake, akawa kama jiwe. Tena ikawa yapata siku 10 baadaye, Bwana alimpiga huyo Nabali hata akafa. Naye aliposikia ya kwamba Nabali amekufa, Daudi alisema, na ahimidiwe Bwana ambaye amenitetea teto la shutumu langu mkononi mwa Nabali, na kumzuia mtumwa wake asitende maovu. Tena uovu wake Nabali Bwana amemrudishia juu ya kichwa chake mwenyewe. Kisha Daudi akatuma watu akamposa Abigaili ili amwoe. Na hao watumishi wa Daudi walipomjia huyo Abigaili huko Karmeli, walimwambia wakasema, Daudi ametutuma kwako ili tukutwae uwe mkewe. Naye akainuka na kujiinamisha kifulifuli mpaka nchi, akasema, tazama, mjakazi wako ni mtumwa wa kuwaosha miguu watumishi wa bwana wangu. Abigaili akafanya haraka, akainuka, akapanda punda pamoja na vijakazi 5 wake waliofuatana naye, akawafuata hao wajumbe wa Daudi, akawa mkewe. Tena Daudi akamwoa Ahinoamu wa Yezreeli, wakati wote wawili wakeze. Walakini Sauli alikuwa amempa Palti mwana wa Laishi, aliyekuwa mtu wa Galimu, Mikali binti yake, aliyekuwa mkewe Daudi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asifiwe tena. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tumesikiliza vile mambo yameendelea hapo. Habari tulionayo historia ni ya mfalme Daudi, Nabali pamoja na mke wake Abigaili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu la leo ni mwanamke mwenye busara huichunga nyumba yake na taifa lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Historia ya hapo tumesikia hapo kwanza hapo 2 imezungumzwa hadithi ya Nabali vile alivyokuwa na tabia yake. Imezungumzwa vile yeye mfalme Daudi alivyokuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Pale bibi yake yeye Abigaili alikuwa mama mwenye busara, tena alikuwa mwenye hekima, mwenye akili kubwa.
Zaidi sasa alikuwa yeye mwenye sura nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuhesabia sura yake vile ni nzuri, yeye alifanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya jambo nzuri kumzidi yule mume wake. Yeye alijiona ni tajiri, lakini matendo yake yalikuwa matendo mabaya. Yaani matamko yake yalikuwa kitamka kwenye kinywa chake ilikuwa matamko mabaya, matusi yenye dharau. Aliona yani zile hela wala zile kondoo ndio yote katika yote. Lakini hivyo sio yote katika yote. Yote katika yote ni lazima mtu kushuka. Mtu kunyenyekea hata uwe tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata uwe mwenye sura nzuri, ni lazima uonyeshe matendo mazuri. Asingekuwa mke wake wa yeye Nabali, nani taifa lote lingeangamia, familia yake yote ingeangamia. Lakini kwa sababu yeye mwanamke mwenye busara, mwanamke mwenye hekima, na ndio kwa maana taifa lake liliendelea kubaki. Alifanya busara, alikuwa mama mwenye hekima. Kama sisi tulivyo leo, sisi wa mama. Leo ni kanisa la wakina mama, ni lazima tuambiane historia ya vile wenzetu wa mama walivyokuwa tangu awali, wale waliookoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wa mama waliookoka walionyesha matendo yao. Hawakuangalia sura nzuri, hawakuangalia mavazi, hawakuangalia utajiri. Waliangalia watembee katika matendo mema tu. Hakuangalia mume. Isingekuwa yeye mama asingekuwa yeye mama Abigaili ana matendo mazuri, yaani wote wangeangamia. Bwana Yesu atusaidie. Na sisi kwa leo tunastahili tuwe na matendo mema, tuwe na tabia nzuri, tabia njema, kwa sababu tuitetee taifa letu na familia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiangalie wanaume, tusiangalie huku na huku. Tunyenyekee kwa sababu tulikombolewa na damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Aliyekombolewa na damu, yeye angalie sura, angalie yeye ni mweupe, angalie yeye ni mrefu, angalie nini chochote. Ni lazima kushuka, kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Masoka, soma hapo tena. Tuangalie hapo 25, angalia sura ya 9, tuangalie vile inavyozungumza hapo. Hapo verse 25 hapo angalia sura verse ya 9:13. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni mengi, ni haraka haraka. Tunaenda 25:9 hadi 13. Ndio. Tusome kwa jina la Yesu. Basi walipofika vijana wake Daudi, wakamwambia Nabali sawasawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi, kisha wakanyamaza. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi akasema, huyo Daudi ni nani? Na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi kuna watumwa wengi wanaotoroka kila mtu wanawake. Basi mimi je, nitwae mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu niliyowachinja hao watu wangu, wakataa manyoya ya kondoo zangu na kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Basi vijana wake Daudi wakageuka wakaenda zao, wakarudi nao wakaja wakamwambia sawasawa na maneno hayo yote. Kisha Daudi akawaambia watu wake, haya, jifungeni kila mtu upanga wake. Nao wakajifunga kila mtu upanga wake. Daudi naye akajifunga upanga wake. Nao wakapanda nyuma yake Daudi wapata kama watu 400 na watu 200 wakakaa na vyombo vyao. Amen. Amen. Na Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ile matamko ya yeye baba, ndio maana Mfalme Daudi alisikia hasira. Alileta matamko ya dharau kwa mfalme. Na isingekuwa Mfalme Daudi, hizo kondoo zake zisingekuwepo, kwa sababu ulinzi wa hapo kote, mwenye alifanya ulinzi kwa sababu hizo kondoo zistamili hapo, ni yeye Mfalme Daudi. Yeye Mfalme Daudi alipoendelea kusikia hayo, aliwasha hasira. Kwa sababu ya nini awashe hasira? Aliwasha hasira kwa sababu yeye aliyemchungia, aliyotuma mambo yake, hiyo utajiri wake kuwepo, aliyechunga hizo kondoo, aliyofanya ulinzi hapo, alikuwa yeye Mfalme Daudi.
Na alipokuwa yeye mfalme Daudi anaachana naye, anaenda mahali pake, yeye akabaki na utajiri wake. Yeye aliona yeye ni tosha. Aliyoleta hiyo maneno yake ya ukashifu huyo mfalme, sasa akawasha hasira. Mfalme aliwaza, isingekuwa mimi, hizo kondoo angekuwa nazo? Si wajambazi wangekuja mpora zote na asingekuwa nazo. Na kwa sababu anakuwa nazo, anakuwa analeta matusi mabaya kwa ajili yangu, basi tuondoke sasa. Ndio kwa maana alitayarisha vikosi kwenda sasa kuangamiza watoto wa Nabali kule. Na hizo mali zake zisingebaki hapo, vyote angeviangamiza. Bwana Yesu atusaidie. Yeye Nabali, hiyo matendo yake mabaya aliyokuwa nayo ya kutamka mabaya, akuangalia yaliyopita nyuma. Ingawa nina utajiri, ninachunga utajiri kwa leo, na mfalme ametuma wafanyakazi waje kuomba hata sehemu kidogo, angekamata hata kondoo 2 tu kuwapa, ingekuwa tosha. Mfalme asingewasha hasira, lakini aliwasha hasira kwa sababu yeye alivimba na ule utajiri wa zile kondoo. Bwana Yesu atusaidie. Bibi yake sasa, yeye alikuwa mama mwenye hekima, na mwa wale watu wa soda wa mfalme kulikuwa umoja, kwa sababu mtu hata hivi tulipo hapa, mtu achukiwi na watu wote. Huko umoja tu atakuibia siri tu, ingawa ukisema vibaya, huko umoja atakuibia siri, unaandaliwa hivi na hivi. Ulionekana umoja, akawaambia mama, umeandaliwa mabaya huko kwa ajili yenu. Akamwambia historia yote vile wameandaa. Mama naye, kwa sababu hiyo wakati hao walifika kumuomba mfalme, walifika kumuomba Nabali sehemu kidogo ya mali, yeye hakuwepo, yeye mama hakuwepo. Hakukuwa. Inawezekana angekuwepo, isingekuwa hivyo. Angeenda na wafariji kidogo, na wangeenda na wafalme, asingeliwasha hasira. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Asifiwe tena. Amen. Yeye mama sasa akajiandaa na yeye kuja kukutanana na mfalme Daudi. Alijiandaa kuja kukutanana na mfalme Daudi. Alipojiandaa, alikamata hapo tulivyosikia mikate, manini, akachunga, akafunga kwenye nani, akakamata na wale wafanyakazi wake, vichakazi wake, akawaambia tangulieni huko mbele, kwa sababu akifika hapa yeye itakuwa hatari. Mtangulie huko, mimi nitawafuata nyuma. Kwa sababu alikuwa mama mwenye hekima. Alikuwa mama mwenye hekima. Alichunga taifa lake, akachunga familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena kaficha ile aibu ya ile dharau ya bwana yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya nini alifanya yoyote? Alikuwa mama mwenye hekima. Amen. Amen, amen. Na sisi kwa leo jameni, tuendelee kuwa mama wenye hekima. Alipokutanana na mfalme, akuanza kumpa ile sadaka. Alifanya kwanza hatua ya kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Alishuka haraka kwenye punda kwanza kuomba msamaha, kumwombea bwana yake msamaha. Aliposhuka yeye pale, yeye mfalme kama alikuwa akitafakari nini, mimi na wewe si huyu mama amekuja vipi? Damu kawasimama wote. Yeye sasa akaanza kuomba msamaha, kumwambia mfalme kadiri kama vile tulivyosikia maneno hapo alivyoyatamka. Aliomba msamaha. Na mbele ya kuomba msamaha yuko wima, alishuka. Kushuka ni kitu kizuri. Kunyenyekea. Hata mtu alikuwa mkali, ukishuka atafanya hatua ya kugeuza ule ukali alikuwa akiuandaa, itakuwa sasa itaregea ile kamba. Hata ni bwana yako, ukimjibu maneno ya utulivu, maneno ya upole, isiyokuwa maneno makali. Hata alikuwa anakipangilia leo nitamchapa au mwanamke, ukimjibu maneno mazuri atatulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Atatulia tu, atabadilisha yale alikuwa akiyatayarisha, na mnaongea maneno mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asifiwe. Kama sisi wakina mama leo wadogo, tuige mfano wa mama Abigaili, tufanane na wenzetu wa mama wa kale. Wanaendelea kutucheka ashete kana chila mzee ule akilo mimi kwa bana tabia yangu. Tunanyenyekea, na ndio kwa maana tunazeeka katika unyumba. Tunazeeka na bwana zetu kwa sababu tunanyenyekea. Hawatufanyiage mema tu. Tunakiaka na mabaya.
lakini unanyenyekea. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Ukinyenyekea atabadilika. Amen. Amen. Atabadilika tu. Wakina mama wenzangu, tuige mfano wa mama Abigaili. Masoka, angalia pale tuone huyo Samueli, huyo wa kwanza hapo. Angalia verse 18 mpaka 22 hapo, tusikie ingine mawili matatu hapo. Tubarikiwe hapo. Tusome kwa jina la Yesu. Ndipo Abigaili akafanya haraka, akatwaa mikate 200 na viriba viwili vya divai na kondoo 5 waliofanyiziwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishada 100 vya zabibu na mikate ya tini 200. Akavipakia vitu hivi juu ya punda, akawaambia vijana wake, haya, tangulieni mbele yangu, angalieni mimi na wafuata. Ila hakumwambia mumewe Nabali. Ikawa alipokuwa amepanda punda wake na kuteremka penye sitaa ya mlima, tazama, Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili, naye akawakuta. Basi Daudi alikuwa amesema, hakika ni bure nilivyokuwa nikilinda nyikani yote aliyo nayo mtu huyu, asipotewe na kitu chochote cha mali yake yote, naye amenilipa mabaya badala ya mema. 22. Mungu naye awafanyie hivyo adui za Daudi na kuzidi, nikimwachia katika wote walio wake, hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Angeoa watoto wote wa kiume, angebakiza hata mtoto mmoja. Ilikuwa vizuri. Ilikuwa vibaya sana, ilikuwa mambo mabaya yenye mfalme alikuwa akiandaa. Lakini wote walibaki kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya hekima ya mama Abigaili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hekima ya mama Abigaili ilitetea taifa lake pamoja na familia yake, hata katika ulimwengu wa roho. Hapa tulipo sisi sote ni taifa moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata katika Ukristo tuko taifa moja hapa tunapokutana, na sisi wote ni watoto wa baba mmoja. Amen. Amen. Tuko watoto wa baba mmoja. Inawezekana wewe unaenda kanisani miaka nenda miaka rudi, na wewe uko na roho kama vile Nabali. Roho yako iko kama Nabali. Midomo yako kwa chuki yako, kwa kuangalia kwako upendezi na wenzako, kwa wivu wako wa karama, unaendelea kuwa na wivu wa karama za wenzako. Wewe uko na roho kama Abigaili. Ni lazima tushuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tushuke. Na ingawa atushuki na roho yako iko mgumu, iko na chuki, uko na fitina, uko naenda unateka wenzako bila sababu, maneno ya uongo, unachonganisha wenzako bila sababu yoyote, wewe unafananishwa na Nabali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe tushuke, ingawa matendo yetu inafananishwa na Nabali. Tushuke kabisa. Kwa sababu tujenge taifa la Mungu, tulinde taifa la Mungu. Amena. Amen. Tulilinde taifa la Mungu. Tafuta upendo, tafuta ushikamano, tafuta ushirika. Geuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tugeuke jamani. Tugeuke. Tutafute kuwa na amani na watu wote. Kile Kenya ujue, uliza mwenzako atakuambia. Usiendelee kuwa na wivu wa karama. Usiendelee kuwa na chuki na mwenzako bila sababu yoyote. Usimsengenye mwenzako kwenye hayuko. Kama uko na maneno mabaya umesikia kwa wenzako, wewe mfuate. Usiwe na moyo kama vile Nabali. Na unaenda miaka rudi kanisani. Tutafute mioyo yetu sisi wa mama, tufanane na mama Abigaili. Amen. Aliandaa sadaka. Cha pili, kwanza ile sadaka au kumkabidhi yeye mfalme. Hakumwambia mfalme nakuletea sadaka. Hatua aliyofanya kwanza, alishuka. Na kizani sote tumeokoka, tunajua kushuka, tunaweza kushuka namna gani.
Kushuka ni kuombana msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Omba mwenzako msamaha. Geuka kama vile mtoto mdogo. Ingawa umefanywa mabaya, shuka tu. Kwa sababu kuna malengo. Kulinda taifa lako na familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Masoka hapo. Angalia 28, 29 mpaka 31. Tusome 28, nasema, na kuomba ulisamehe kosa lake mjakazi wako, kwa kuwa hakika Bwana hatamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara. Na kuomba ulisamehe kosa lake mjakazi wako, kwa kuwa hakika Bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara, kwa sababu bwana wangu anavipiga vita vya Bwana, tena uovu hautaonekana ndani yako siku zake zote. Na hata ijapokuwa binadamu angeinuka akuinde na kuitafuta nafsi yako, hiyo nafsi ya bwana wangu itafungwa katika furushi ya uhai pamoja na Bwana Mungu wako. Na nafsi za adui zako ndizo atakazozitupa nje kama kutoka kati ya teo. Tena itakuwa hapo Bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu sawasawa na maneno yote aliyonena juu yako na kutawaza juu ya Israeli. 31 na mwisho. Hili halitakuwa kwazo wala chukizo la moyoni kwa bwana wangu, ama ya kuwa umemwaga damu bure, ama ya kuwa bwana wangu amejilipiza kisasi mwenyewe. Tena hapo Bwana atakapokuwa amemtendea bwana wangu mema, ndipo umkumbuke mjakazi wako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Mambo ni mengi na sio mengi. Kizuri tu ni kuyasikiliza tu na kuifuata tu. Amen. Amen, amen. Tugeuke jamani. Tumefunzwa mengi tu na Roho wa Bwana. Na Israeli baba ile ego tu ile baba Bwana. Ili maemo tabana Roho na bita tabana Loema. Asinge alipata ushindi wa Israeli. Lakini walikuwa pamoja, tena walikuwa umoja. Na ndio kwa maana walishinda vita. Ya ulimwengu wa roho. Ni lazima muwe pamoja kwa umoja. Amen. Amen, amen. Mwenzetu alishuka, alinyenyekea. Hakuangalia aseme huyu ni Bwana. Yeye aligeuka kama vile mtoto mdogo. Asingelishuka na kukubali makosa yamewaka, akavaa kama vile tunavyovaa mavazi. Akaona ni yake yeye. Na kwenda kule kwa mfalme. Akashuka. Makosa yalikuwa ya mama Abigaili. Ilikuwa ya Nabali. Tuchukuliane mizigo. Unaweza ukabebe msalaba wangu Masoka. Mazina Esther, unaweza ukabebe msalaba wa Esther mwenzako. Ukashuke, ukajitwika ule msalaba, ukaona ni mzito. Tushuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Tushuke, tubadilike. Mwenzetu alibeba kosa sio kwa yake, lakini alianguka. Akaenda muombea mwenzake msamaha, ambaye ndio mume wake. Alilinda nini? Alilinda taifa. Akalinda familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Na sisi tushuke kwa sababu ya nini? Tufanane na mama Abigaili. Tulinde taifa letu. Tumetoka nalo huko Kongo. Tulilinde sisi sote. Unaweza ukaende mahali ukakute mama hapo anazungumza mambo mabaya na kabila sio kwa yake, ambayo wasikalishi tunafanya nao kazi. Unaweza ukamtetee. Bwana Yesu aturumie. Asolo ile atoko wakati mtenda ona na wasikalishi asolo. Bwana Yesu aturumie. Amen. Lakini yeye mwenzetu mama Abigaili alishuka. Akusema hata moyo ya Bwana ushimu ana usendi mwenyewe nibi same. Nitajificha mimi mwenyewe. Yeye kwanza uwawe mwenyewe. Alifanya hivyo mwenzetu Abigaili. Alishuka, kanyenyekea, kabadilika.
akaomba msamaha kwa yale yote ungefanya kwa mume wangu na taifa, kwa watoto na kuomba. Na ile sadaka, kwa sababu ni mama mwenye hekima, akumwambia mfalme eti sadaka na kuletea wewe. Alisema hivi vichakazi ulikuja navyo hivi, sabuni hii. Unaona ni hekima. Lakini sisi wa mama wa majitako hayo kabila kitu fulani. Nimpatia yeye kwa sababu ya ile ndio maana anaweza kubadilika. Hajaangalia mama mwenye hekima. Na hapo sasa alipoona ule mama ni mwenye hekima, naweza nikampate wapi mama kama huyu? Nitampata wapi mama kama huyu? Nitafanya mbinu gani? Yeye kule anachowaza alikuwa hata ngo wao wenyewe ndio amachana wewe. Na maombi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kweli alipokufa, yeye alijinyakulia ushindi kwa ule mke. Alijinyakulia, aliona anastahili kuwa na yule mama kwa sababu ni mama mwenye hekima. Anastahili kuwa na mfalme. Ni mama mwenye hekima, ni mama mwenye busara, atalinda taifa, atalinda familia. Amen. Sisi kwa leo sivyo tulivyo. Tuke tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Tuangalie hekima ya vile wenzetu walivyokuwa waliokoka. Tusikuwe tu tunaokoka tu ya mavazi. Pia tunakutana hatuja kusema tunaropoka maneno na kuja tunasema kwa sababu usifiwe unasema sana. Nione kweli. Utapanda milima, utashuka mabonde, lakini siku moja utatupwa kwenye ziwa la moto. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na atuhurumie tena. Huruma. Masoka angalia hapo mama. Nataka kumaliza usiogope jamani. 32 mpaka 35. Tunasoma. Naye Daudi akamwambia Abigail, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli ambaye amekuleta hivi leo kunilaki, na ibarikiwe busara yako, na ubarikiwe wewe uliyenizuia hivi leo nisimwage damu wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Mpaka 34. Kwa kuwa ni kweli aishivyo Bwana Mungu wa Israeli aliyenizuia nisikudhuru, kwamba hungefanya haraka kuja kunilaki. Hakika huyu Nabali asingaliachiwa hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. 35 na mwisho. Basi Daudi akapokea mkononi mwake vitu vile alivyomletea, akamwambia, haya, kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako. Tazama, nimesikiliza sauti yako, nami nimeukubali uso wako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asifiwe tena. Amen. Yaani mfalme alifurahi sana. Na nitafakari mengi. Kama yule mfalme bibi yake alikuwa anafanana na yule Abigail. Aliona tabia za mama Abigail ziko juu zaidi. Yaani ujuzi wake uko juu. Wa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Alifurahi, akamsifu. Akaona singekuwa mama, leo ningemwaga damu. Ningeandikiwa leo nimemwaga damu. Lakini mama amenizuia mambo mengi. Amenizuia kwanza nisimwange damu. Juu ya hekima yake na busara yake tu. Yeye yule mama alikaa nafasi ya kupatanisha mfalme na yule Nabali. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Alikuwa katikati ya Nabali na mfalme. Yaani alichukua ile somo ya kitabu ya Mathayo 5 pale mstari wa 9. Unasema heri wapatanishi. Heri wapatanishi. Sijua kama ndio hivyo baba, niangalie kidogo sisi hatu. Na sasa tuelewe. Angalia kwanza kidogo pale. Inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen, amen. Asifiwe tena. Amen. Yule mama alikaa nafasi ya upatanishi. Je, wewe mama, midomo yako inakaa nafasi ya upatanishi? Inawezekana ulimi wako
mchungaji. Inawezekana macho yako inavuruga kanisa la Mungu. Inawezekana usemi wako wewe au furahiwe na kile mwenzako anachokifanya au mpongezi. Tufuate kwanza. Acha tuchangamane wa mama wawili watatu tufanye tena cha kuzidi hiki. Wewe pale mkashfu. Wewe inawezekana wewe una chuki na karama ya mwenzako. Inawezekana chuki yako haitaki taifa la Mungu lipate ukomavu katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu atuhurumie. Amen, amen. Inawezekana hata miguu yako, kwa sababu unaweza toka kwako wewe tu ilisutwa tu. Hata simu zetu tulizo nazo tumkabidhi Mungu. Tuzungumze maneno ya Mungu. Kwa mama mkurugenzi pako matatizo, tunapigiana masimu. Twende sote kwanza kwa mama, tuikae pale tumsaidie hata maombi. Kwa mama Esther kuko tatizo, twende sote pale, siasikia simu hiyo. Ni simu tu ya maneno. Bwana Yesu atuhurumie. Atuhurumie wa mama. Tufanane na mama Abigaili. Tushuke. Tukae nafasi ya upatanishi. Kwa sababu alipo machupa mbili vinawezekana inaweze kagongane. Lakini wewe fanya hatua ya upatanishi. Mama na huo. Waite wote. Usikae nafasi ulema ili ale vile. Hapo namna gani? Ili ale Aisha kafanya wewe nini? Mambo ya kubuliguli tuache, tushuke kama vile mama Abigaili. Bwana Yesu atusaidie. Tulenge nini tukishuka? Tunalenga taifa letu, kujifunza mema pamoja na familia zetu tufunze mema. Amen. Mungu anatumika na kizazi nenda, kizazi rudi. Sisi tukikuwa na matendo mabaya, wamama wa leo, hao akina Mwaju, akina Masoka, watachukua yule mfano wetu mbaya. Wa kuchonganishana, usipokuwa na upendo, usipokuwa na ushirika. Bwana tusaidie. Tushuke kama vile mama Abigaili aliposhuka. Tutafute kuwa na amani na watu wote. Tutafute kitabu cha Mathayo sura ya 5 pale mstari wa 9. Tutafute kuwa na upatanishi, kupatanisha watu wanaokorogana. Mama Abigaili alipatanisha watu kwa sababu alikuwa mama mwenye hekima. Asingelikuwa mama mwenye hekima, asingelifanya hivyo. Bwana Yesu atusaidie. Asifiwe tena. Basi kwa siku ya leo inatosha kwangu na kwako akina mama. Tugeuke na tushuke, tutafute kuwa na amani na watu wote na tushuke. Tukishuka na kubadilika, siku moja tutapata neema kwa Mungu. Amen. Amen. Barikiwe. Amen. Amen.